naomba tu kijana tu afunguliwe. Mimi alokesti nidoke. Mimi nilidanganya step matangu ndio alinidanganya vitu mingi nikaenda kudanganya. Na hii kuanga ukweli. Yeye ndiye alifanya nikasema ilikuwa date first usiku nilikuwa nimepika chakula. Sasa babangu wakati alikuja na Evans wakakula, afu Evans akaniambia chakula nilipika ni tamu, unibakishie na kujia kesho. Afu ndio babangu hiyo usiku wakatoka na yeye. Evans akaenda kwake na babangu akaenda kesho hiyo usiku. Na mimi nikasema nenda nilala nipumzike kesho niamke. Afu step madangu alikuja akaniambia shika hizi chapati pelekea Evans kwa jua alikwambia mbakishie. Nikamwambia ni sawa. Afu ndio nikachukua hizo chapati kumpelekea kumbe step mother alikuwa ananifuata nyuma. Kufika huko nikaingia kwa nyumba nikasikia mlango ukifunga. Afu hapo nje ni nduru wanaenda kupiga nduru, watu wakakuja wengi. Watu walikuja wengi kutoka nikapata watu wamejaa nje. Afu na askari wako hapo ndio tuliishi kama mimi na Evans tukaenda guest house, tukalala guest house hiyo usiku. Kesho yake tukaandika statement. Wakati tuliandika statement tukaenda Yabe kutibiwa. Fika Yabe tukapimwa tukarudi. Wakati urudi ndio statement yangu alisema statement unaandika statement juu kijana alikufanyia kitu na kwa amenifanyia. Hapo ndio nilifika sasa nikakuwa confused, nikasema sasa naandika nini na nitaacha nini. Sasa ndio nikafika nikasema acha tu niandike chenyewe. Sasa vile nilikuwa namchukulia kama mamangu, acha niandike tu chenye amesema. Anaitwa Venus. Huyu mtoto ni wangu, anaitwa Christine Nyaboke. Sikujua ya kwamba huyu mtoto aliwekelewa adanganye huyu kijana alimfanyia hii kitendo. Nilisikia nilikuwa nyumbani. Alafu nikifika nikaelezwa hayo maneno. Nikaitwa Alexina Kerubo Mwali na nimeolewa katika mji wa Gonchari Goyakumu. Katika haya mambo ambayo yamefanyika kuhusu ndugu yangu niliyekuwa nikimlea tangu alikuwa mdogo na hapo ndio amesomea, sijawahi sikia jina lake lolote libaya ama ameiba hata kitu cha mtu hata kidogo, hata ama ameharibu mtoto wa wenyewe, sijawahi sikia. Mpaka ilipofika 2019 hiyo usiku ndio nilisikia ya kwamba ati amepatwa na msichana wa mtu. Na huyu msichana sijawahi sikia kama ni rafiki yake, sijawahi sikia wakiwa na uhusiano wowote, lakini uhusiano walikuwa na baba yake peke yake na huyu aunti yake. Sasa ilipofikia hivyo, hiyo kitu inatoshangaza. Na kijana mwenyewe ni mgonjwa, ana converse. So tunaomba serikali yetu ya Kenya mfuatilie maneno vizuri ili huyu kijana apate usaidizi, akuje kuangaliwa apate usaidizi. Na ni kijana wa pili pekee, wako vijana wawili pekee kwa familia. Mwingine aliaga juzi, sasa amebaki yeye na mmoja. Wacha Mungu awasaidie mnapoendelea kushughulika. Najua Evans, tumegrow na yeye kutoka kuja nyumbani, tumesoma na yeye shule mpaka wakati alikuja kufungwa. Sijai muona ama kumsikia na tabia kama hiyo kabisa. Wakati hiki kitendo ilitendeka ilikuwa ni siku ya kesho, of course, kwa sababu kuvuka mwaka. Tulishtuka pia sisi sana. Hajaifanya for the past around 18-19 years yenye alikuwa nayo. Iliwezekana aje usiku akafanya, na mmoja akafanya na minor, yeye alikuwa amemaliza shule. So tungependa serikali ingilie katikati, ifanye uchunguzi wa kina na itusaidie. Na ikifikia kuna kesi kama hizi zimetokea, serikali tafadhali chunguza kitu kwa makini kabisa, kiundani, pata ukweli wote bila kuegemea upande wowote. Msifunge mtu sababu fulani ako na nguvu fulani ama anatoa kitu fulani kuliko wengine, ama kuangalia background ya mtu. Hata mfanye vitu kwa kiukweli, tusaidiane wote. Kama mtu ako na makosa, afungwe na makosa yenyewe, na kama hana makosa. Ningeomba serikali yetu ya Kenya wanapofunga mtu wachunguze kwanza makosa ya huyo mtu kikamilifu,
ya kwamba hii kitu ilitendeka, maana familia inajua ya kwamba huyu mtu ni mtu aina gani, ni mtu anajulikana, ni mhalifu. Hata kwa shule walimu huwa wanaandika kama kijana ama msichana, nini zake zinaandikwa kama ni mzuri ama ni mbaya. Lakini ikiwa hajasikika kwamba ana uhalifu wowote, ningeomba msamaha. Ili serikali yetu inapofuatilia makosa ya mtu wayafuatilie kabisa. Wakifunga mtu wafunge kwa ukweli. Maana kama hii kitu ya Evans imetushangaza. Kama mimi nimekuwa na hali sasa, sisi nimetabika damu besheni 2. Nikifikiria jinsi huyu mtoto, na mimi ndio nimemlea kama mzazi, wazazi waliaga wote, hawana mzazi. Familia sasa inajua vile kumjua, inadani ni kweli. Wanataka kujua ukweli ya kwamba alifanya hii mambo. Sasa vile nimeanza kufuatilia hii case, naamini familia itakuwa pamoja na mimi na inisaidie, tusaidie huyu kijana na pia wengine ambao wamefungwa kama Evans. Naomba Mungu wa mbinguni awashikilie wapate kufunguliwa, sababu mateso ya mtu ambaye amefunga mtu bure ni mengi. Bila hawa Christine, baba yake Boy na mama yake Fen, tuko karibu, ni majirani. Naona hii familia ina amani, imesumbukana. Wakijaribu hii haishiki kwa sababu walifunga mtu bure. Ningeomba serikali yetu tusaidie hata hao wengine, maana tutakuwa tumefunga mtu mmoja tunaumisha watu 20. Sasa kama Evans alifungwa, aliacha mtoto mdogo wa miezi 7. Nikachukua huyo mtoto, ninalea huyo mtoto. Ananiuliza maswali mpaka ninalia. Kako PP1. Kana niuliza hata tukimgonga tu wakati unarekebisha mtoto anakuambia, nitaambia baba yangu akitoka kwa jela. Baba yangu tukimweza tulesi ni nani alifunga baba yako? Baba yangu alifungwa. Nitamfungua, wacha nikuwe mkubwa muone baba yangu atakuja. So tufuatilie vitu kama hiyo. Unaona mtoto kama huyu mdogo anateseka na anajua kwamba baba yake amefungwa. Tunapomchukua huko jelani, hata maskari wanasema, nani atalea huyu mtoto? Naomba serikali ifungulie huyu kijana, aende nyumbani, aende kuona mtoto wake. Huyu mtoto anasumbuka sana. Naomba kama mimi mzazi wa Christine Gaboka, huyu kijana afunguliwe, aje nyumbani aone mtoto wake.